14 anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Vitu kama vitu vinne. Anasema hivi, kitu cha kwanza anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha. Kitu cha kwanza kunyenyekesha, maana yake toba inaleta unyenyekevu. Tukinyenyekesha mbele za Mungu, tukishuka mbele za Mungu, Biblia inasemaje? Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Tukinyenyekea mbele za Mungu kwenye mkono wa Mungu hodari, atatukuza wakati wake. Kwa hiyo pointi ya kwanza, maana yake Mungu anataka tunyenyekee. Mungu anataka tushuke mbele zake, anataka tusogee mbele za Mungu, tunyenyekee ili atuinue, ili atukweze, ili tuwe ili tuwe ni washindi, ili tushinde. Lazima tunyenyekee mbele za Bwana, lazima tuwe ni washindi. Tunashindaje? Kitu cha kwanza lazima ninyenyekee. Maana yake mheshimu Mungu. Ukimheshimu Mungu, maana yake ukimtukuza Mungu, ukimsifu Mungu, ukisema Mungu wewe ndiye mtima wangu, wewe uliyeniumba, wewe ndiye uliyenifanya hata hapa nilipo, wewe ndiye uliyeumba mifupa kwenye nyama zangu. Maana yake nini? Unamtukuza Mungu, unamsifu Mungu, unanyenyekea. Unaponyenyekea mbele za Mungu, maana yake Mungu anapata nafasi ya kuja katika maisha yako, anapata nafasi ya kuyagusa maisha yako. Unapomfanyaje? Unapomuinua. Kwa nini? Maana yake nini? Maana yake kila mmoja anyenyekee mbele za Bwana. Anyenyekee mbele za Bwana, anyenyekee mbele za Mungu, maana yake atashinda. Sasa kipengele cha pili anasema kuomba. Tumeshanyenyekeza mbele za Mungu, sasa tunapeleka, unahitaji gani? Unahitaji kitu gani? Unachokihitaji. Sasa Mungu nisaidie, Mungu niwezeshe, Mungu nitie nguvu, peke yangu siwezi. Mtu anaomba, anapata neno na kumwambia Mungu. Biblia inasema leteni hoja zenye nguvu. Sasa unapeleka nini mbele za Mungu? Hoja ipo naipeleka mbele za Mungu, ambayo inamgusa, ambayo ina mashiko, ambayo Mungu akitazama anasema kweli mwanangu nastahili. Unapeleka hoja ipi mbele za Bwana? Unapeleka hoja gani? Hoja gani unaipeleka mbele za Mungu? Unaisogeza mbele za Mungu. Sema Mungu, nakuja mbele zangu, shida yangu hii hapa. Hoja ipi ya msingi ambayo wewe umeiandaa? Ili Mungu anapokutazama aseme sasa, mtu aliyeitwa kwa jina langu anapoomba anasemaje? Kitu cha tatu. Kitu cha tatu, kunitafuta uso. Maana yake kutafuta uso wa Mungu, maana yake nini? Kuishi maisha ya utakatifu, kufanya mapenzi ya Mungu, kuacha dhambi. Kutafuta uso wa Mungu maana yake ni kuacha dhambi, maana yake kubali kuacha dhambi. Dhambi isiwe kwako, dhambi isitawale maisha yako, maana yake dhambi isiwe kwako. Kataa dhambi, dhambi isionekane kwako na uzao wako, ili uweze kushinda nguvu ya toba. Kunyenyekesha mbele za Bwana, kutafuta uso wa Mungu, kukataa dhambi. Mungu nisaidie. Kwa hiyo nini kinachotokea hapa ni kwamba Mungu